Kasongo? Sasa wewe Kasongo, hata kama unataka kusomea huyu kiongozi, huyu wako na PhD, alikuwa waziri, amekuwa vice president, ni kiongozi anaheshimika. Wewe unatupa mtu ya standard 6 ati akuja msomee. Ni madharau si madharau? Na unajua hii Mwasenge Wamba hiyo jina Umwatina Nimona Kalonzo Nimona Mosumbe wenyu Nimona Mwese Nimona Yu Mbisela na uyandia nene kiada Kalonzo ndo kieva atu ya tukunie mondonge Yudu mwekunio Dr. Stephen Kalonzo na andwana yu kwanza mbaino ne meise bata tuweba uwa ikilamu Lolo wa mwese Nda mwakungunie gozi Yu achongo yo ndala mwiku Nenda ibo manye Umundi Tuweteze Kalonzo na Gachagua na ndo alangi kura Sindu ile sito siya musitukeka muzanyonga Tale anwa Sindu siya musitukeka indi Muzanyonga Nikenda wethe Kalonzo Nitwa ayeni make Nimwamadha ocha I say wiper Engineer Zambia Mheshimiwa Zambia akiongea nimeonyesha Richard Onyonka, nimeonyesha Enoch Wambua, Senator Manzo, Senator Karungo Dhangwa kutoka Kiambu, ndio huyo kijana. Senator Murango wa Kirinyaga, ndio huyo. Kuna Honorable Robert Mbui, mjumbe wa Kadiani ako hapa. Kuna Honorable Geoffrey Wandeto kutoka Tetu, wapo mjumbe wa Tetu. Asante sana. Tuko na Mheshimiwa Wanjiko Munya, mjumbe wa Kipipiri. Ako wapi mama huyo? Hata wa Afrika Mashariki. Tuko na Mheshimiwa Njeri Maina, yule mweta Kasheri wa Kirinyaga, yule. Alafu tuko na Honorable Stephen Mulu, mmemwona Matungulu. Mheshimiwa Susan Kiamba wa Makueni ataongea huko mbele, hako huko nyuma, tumpigie mama makofi. Tuko na Augustine Mwafrika kutoka Samburu, Raisambu, mjumbe wa Raisambu kule Nairobi. Na wakili Ndego nimewaonyesha. Kuna Honorable Major Dong wa Gathiro Embakasi, Azuma Bakene na Mheshimiwa Mawande Kalikosia Embakasi. Alafu tuko na Honorable Victor Munyaka nimewaonyesha. Tuko na Honorable Gakuya kutoka Embakasi. Mheshimiwa Gakuya ako wapi? Ndio yule, mpigieni makofi. Alafu mjumbe wetu Zambia, Mheshimiwa Nzengu kutoka Mwingi,
mwingi, hiyo ndio mjumbe yangu huko nyumbani. Thank you. So Zambia. Asante wakitoa Kilomba nipatieni waipa. Wa, kweli mmekuja kwa wingi. Ni mwagosia ni maito. Mmekaribisha wageni wetu. Wote niona makaribisho wageni wetu. Sasa mimi nataka niseme ya kwamba hii ndio siku ya Kalonzo na Rigiji na timu yake. Kwa hivyo mimi sitaki kuharibu wakati mingi sana, lakini nataka niwaambie kitu moja. Wakati umefika. Si mnajua tumekuwa tukisukumana na mtu mwingine kwa miaka 15. Si tumesema tumefika mwisho. Nani anasema tumefika mwisho? Wacha nione. Sasa ya mwisho, kwa sababu hapa mmesikia wale waheshimiwa wanafanya na wao mbunge, nataka niwakaribishe hapa kwa heshima, na hapa ndio Kilome constituency. Wananchi wa Kilome, hoja niwaambie kitu moja. Pale bunge wakati mmesikia maneno imekuwa moto sana. Hii timu mmeiona hapa ndio inatembea na nyinyi na kuwatetea. Tuko pamoja. Nataka nikiwaambia Harambee! Kuna maneno mbili hapa. Harambee waipa, Harambee. Asanteni sana. Bwana Kalonzo Musyoka, watu wanakupenda sana huko Kilome. Asante. Asante Zambia. Nilikuwa sijamuonyesha shujaa mwingine kutoka Meru aliyekuwa waziri Linturi. Ako hapa Mheshimiwa Linturi. Ndiye huyo. Kwa hivyo, kwa sababu tutakuwa tukipima, huyo anaongea Malini, huyo anaongea Salama, mwingine anaongea Sultan, mwingine anaongea Mali, lakini Mali nasema ndio naombe. Sasa watu wetu nisikilizeni. Kumekucha. Nikukieka hapo inaacha. Naomba niseme mambo matatu halafu nimkaribishe Rigiji. Na wale wengine wako nyuma. Kwanza kabisa, hii barabara yetu ya kutoka Mombasa Nairobi imeua watu wengi. Ni kweli si ni kweli? Hii safari hii kuna kampuni ambayo imeongozwa na watu kutoka Marekani wako tayari kufanya kazi. Lakini serikali ya Ruto inakanyagia kila mahali break. Tunasema lazima hii kazi ilikuwa ianze dueling Nairobi Mombasa, ilikuwa ianze mwezi wa Julai na wamechelewa. Wangapi wanasema hii ni haki yetu kutengeneza hii barabara hii? Hakuna mchezo. Sijui kamati gani ya PPP na nini, pengine anataka kunyima hii kampuni ya Marekani apatie marafiki zake. Hatutakubali. Kwa hivyo hii ni kitu ya maana, ndio itafungua uchumi wa Kenya. Mimi nilikuwa nikidhani kama tungechukua wakati ule na yule jamaa tulikuwa tunasaidiana naye, hata badala ya kuweka standard railway gauge, number 1 priority was dueling of Mombasa Nairobi highway. Alafu inapita inaenda upande wa Malaba mpakani wa Uganda. Lakini hawa jamaa wanakimbizana na wizi wa pesa, ndio hawataki kuweka priority. Hii malori yote hii ingekuwa sasa inasaidiana kwenda Mombasa, ni kama mtu ameamua kujimaliza. Kwa hivyo hii kitu ni lazima, wakichelewa sisi tukichukua serikali na tunachukua priority number 1 ni Mombasa Nairobi highway. Watu wetu waache maneno. Na hiyo ikifanyika kama tauni yetu yote, hii yote matauni itapanuka. Kumbukeni mimi na Kibaki tulianzisha Konza City. Nengo kanati hivyo. Watu hawa Kasongo na kanyaga break, na mimi tukasukuma hata kwenye university moja imeanzishwa kutoka nchi ya Korea. Hiyo itaanza haraka iwezekanavyo, because hiyo hawezi kuchelewesha Konza City. Na ili Konza City faulu, ni lazima maji toke Thwake Dam iingie hapa Konza, ndio hii iwe city ya kuendelea mbele kujenga Kenya. Mbelekezi mbali tu. Nia yetu ilikuwa ni kubuni nafasi za kazi kwa watu wengi, lakini
Ruto anaenda mwendo wa kinyonga. Ati kwa sababu Kalonzo akiwa vice president na Kibaki walianzisha Konza City. Hii itaenda mbio. Kwanza ikifanya dually, I'm told even Riara University have also come on board. Mheshimiwa Zambia, tunakushukuru kwa msimamo. Mwanaume unaondaa viongozi ya Kalonzo aenda bungeni, tumekuonage makofi. Yaani kuna watu wenye msimamo. Si mnasikia wengine wanaenda hata kukua, hata wanasema Rigiji awe impeach. Nasikia wanasema Rigiji asiongee. What? Itawezekana hiyo? Kwa hivyo leo na tena naulizeni mujiandikishe kwa chama. Hata chama imepata mwelekeo mpya. Isionekane tena kwamba ati Wiper ni Ukambani. Kenya ni Wiper ni Kenya nzima. Si ni kweli? Wangapi wamejiandikisha kama members wa wanachama kwanza Wiper? Jina mpya itakuwa Wiper Patriotic Front. Sema Wiper Patriotic Front. Ili vijana washirikishwe, Gen Z wetu. Tunatoa kwa sababu ile vijana walifanya, ndio tunasukuma hiyo mkazo kabisa. Tunasema Patriotic Front, WPF. Sema WPF. Na tutakuja kulaunch baada ya ndugu yetu Rigiji akilaunch yake, sisi tutalaunch WPF. Na sasa mjiandikishe kwa sababu already tuko karibu milioni wale wanachama. Tunataka chama kiwe na 3 to 4 million people. Na mimi nitangazia hapa leo tarehe 25 mwezi huu is the Liberation Day. Is the Liberation Day. Vijana wa Gen Z walikufa, wanadamu kama swara, na kwa sababu walienda tu kutafutia kupeleka barua kwa wabunge wao. Wale wabunge walibaki, kwa hiyo bunge walikuwa wa Wiper na wa DAP na wale wa Rigiji. Wengine waliingia kwa mitaro wakiongopa vijana. So because waliuawa na hakuna ambaye anajali mambo yao, na wao walikuwa wakisema vijana ati hawataki watu kuonyesha vile wameiba pesa zao na kuja kuwakojolea na zile pesa zetu. Safari hii hata wanazunguka, jana walikuwa Kitui wanasema women empowerment. Ati Ruto anapeana 3,000,000. Aulizo hiyo 3,000,000 wametoa wapi? Si namna hiyo? Ati Kindiki anatoa 2,000,000. Women empowerment. This is corruption through the back door. Na hiyo ni pesa ya wananchi. Chukueni hiyo pesa na tutaki watu wakuje. Nataka Ruto akuje huku, ndio aambiwe na wananchi live kwamba yeye ni one term. Sema one term. Harambee! Harambee! Wangapi wanaunga mkono kwamba ili kusherehekea vijana Gen Z tarehe 25 itakuwa public holiday? Kwa hiyo mambo ndio hayo. Hatuna uoga, hatuna chuki na yeyote. Wakati umefika. Yundo ambozi ya Kalonzo na wazie madhanzi wa mbiozi ya adhiriva. Ukakisie kiuki adhiriva na madhanzi. Kwa hivyo sasa ila tuwasi hatu yeteleka ebinda nebikie. Na ebinda anga inieseo. Huku hatanei. Na ulote na kibande achukue ID. Nani hapa ambaye hana ID? Kwa sababu ni haki yako kupatiwa kipande. Ukipata kipande uende uchukue kura, because sasa one or the other, hata kama Ruto ameweka makamishna IBC ambao anaelekea upande wa kwake, safari hii haitawezekana kuiba kura tena, kwa sababu tutahakikisha kila kituo kina competent agent na wao watapeperusha matokeo directly to the presidential tallying center. Wakenya watajua matokeo wakipiga kura leo, matokeo ni kesho. Sio ile ya kungojea wiki moja alafu Raila anaibiwa anaanza kusema ameibiwa. Kalonzo ti Raila wangewa kura. Nomba kesi. Nomba kesi baido. Alama kwa sasa Kalonzo singe katwa kwa hilo. Basi mambo ndio hayo. Tukisema Ruto sema one term. Ruto. 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 Na hiyo ndio haki ya wananchi wa Kenya. Ngoja msikie Rigiji
Ndugu Rigiji wasalimie. Na kabla hiyo pia nataka niseme asante kwa msimamo, ngojeni, msimamo wa magavana wetu watatu umeleta msisimuko wa ajabu. Mheshimiwa Junior, mgavana wenu, tumpigie makofi. Mheshimiwa gavana wa Vinya, tumpigie makofi. Mheshimiwa Julius Malombo wa Kitui, tumpigie makofi. Huo msimamo wa gavana hawa, na tusemi ati wasiletee whatever. We are not saying that. But everybody, kila mtu anajua kwao. Kwa hivyo Junior, tutakupa heko kwa msimamo na usirudi nyuma. Kana mwasiata baitu nikanange ngiyo maanza kula Kenya ni manyama gavana imakwati tebe. Kana tiyo baitu gavana hoye Rigiji Malini hoye baitu moyaseo inge moyaine museo na mavinda onge Malini ya mjambo. Rigiji amefika hapa leo na niko na maneno na nyinyi. Muko tayari na maneno? Muko tayari? Mimi nimekuja kusikiza ground. Malili mnasemaje? Ati Malili mnasemaje? Ati mnasemaje Malili? Hata hapa ni one term kabisa. Kasongo aende asiende? Kasongo aende asiende? Atembee asitembee? Ni muongo si muongo? Ameharibu uchumi haja haribu? Ameharibu kila kitu haja haribu? Sisi tumekuja hapa na huyu kiongozi wetu hapa Makueni kuwasema safari ya kufukuza Kasongo imeanza. Muko tayari? Kwa sababu huyu jamaa ameharibu mambo ya payslip. Wafanyikazi wote wa public service na private sector amekatakata ile payslip, watu wote wamepata aibu. Serikali ambayo tunataka kuunda ni ya kurudisha heshima ya payslip. Hata hao polisi wako hapa ni watoto wetu. Hata hao wanaumia. Hii polisi hii wako na shida. Wakipeleka mabibi hospitali hakuna dawa. Wamekatwa pesa wanaumia. Sasa nyinyi polisi tutachunga mambo yenu. Tunajua saa ingine mnaambiwa mtupige